amenipatia. I thank God for this opportunity that he has given to me. It is a rare opportunity. Ni nafasi isiyo ya kawaida. And I want to thank God. Na ninataka nimshukuru Bwana Because there is a new generation that has come. maana kuna kizazi ambacho kimekuja That is ready to take the gospel of Jesus to the next level. tayari kupeleka injili kwa kiwango kingine. This time around your children are going to teach you what is called the word of God. Wakati huu watoto watafundisha neno la Bwana. When you lie to them, they tell you the Bible does not teach you to lie. Wakati unadanganya wanakuambia Biblia haisemi udanganye. They will tell you the truth. Watakuambia ukweli. They don't like lies. Hawapendi uongo. And I thank God because I'm part of that generation. Na ninashukuru Bwana maana mimi pia ni wa kizazi hicho. Because there is a revolution that is coming. Maana kuna mabadiliko ambayo yanakuja. Before Jesus comes back, Kabla Yesu arudi tena, there is a generation. kuna kizazi. And I know this is generation Na ninajua hiki kizazi that God wants to use ambacho Mungu anataka kutumia to change our community. kubadilisha jamii yetu. Hallelujah. Hallelujah. Because very soon, Maana hivi karibuni Muguka bases. siku za Muguka zinaisha. The bases used to chew Muguka. Wale ambao walikuwa wanakula miguka, These places are going to become revival centers. mahali ambapo watu wanakulia miguka, itakuwa mahali pa revival. I have come to blow the whistle. Nimekuja kupiga parapanda Because the time has come. maana wakati umefika. And the time is now. Wakati ndio sasa, When the Son of Man wakati mwana wa Adamu is going to be lifted up. atainuliwa, And anyone that looks upon him na kila atakayemtazama shall be saved. ataokolewa. Hallelujah. 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 Sisi hatujawaletea habari za Bunwasi. See, we have not brought you hekaya za Bunwasi. We have come to tell you about Jesus. Tumekuja kuwaambia mambo ya Yesu. The one we have encountered and we have handled. Yule ambaye tumemwona katika maisha yetu And we have handled him. na tumebuguza. We have seen his power. Tumeona nguvu zake. We have seen his ability. Tumeona uwezo We wake. have not just come to promote a church. Hatuja kuja kuinua tu We kanisa. have encountered the life of God. Tumeweza kuhisi And that life has worked in us. na hiyo nguvu imefanya And kazi. that your life can get into your life and empowers you. Na hiyo inaingia kwa maisha yako itakubadilisha. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to Jesus. Utukufu kwa Yesu. Glory be to Jesus. Utukufu kwa Yesu. We have not brought to you handkerchiefs. Hatutaleta handkerchief. We have not brought to you anointing oil. Hatujaleta mafuta ya anointing. No. Hapana, la hasha. No. La hasha. My Jesus doesn't need those things. Yesu wangu hahitaji hizo He vitu. doesn't need those things. Hahitaji hizo vitu. He says if you believe, Anasema ukiamini you will see the glory of the living God. taona utukufu wa Mungu aliye hai. That is the one we have brought here. Huyo ndiye tumeleta hapa. Jesus Christ, Yesu Kristo, Son of the living God. Mwana wa Mungu aliye hai. The one that died and rose Ambaye again. alikufa na akafufuka. Not another one. Sio mwingine. Sio yule wa Bungoma. Hapana yule wa Bungoma. Sio yule mchezaji wa mpira. Hapana. No. Hallelujah. Hallelujah. Nataka kusoma Bible. I want to read the Bible. Usianze kusema huyu kijana ni kama asomange Biblia. Hallelujah. Hii ni GZ iko kwa akili lakini wacha tusome kidogo. Let us read. Generation Z, akili iko, Biblia iko kwa akili. Wameisoma kuanzia nursery, wakaisoma secondary, wakaifanya CRE na wanaihubiri maana wameiamini. Hata mkitoka kwa CBC tunaisoma. Bado itaendelea kusomwa. Hallelujah. Hallelujah. John chapter 3 verse 1. Yohana 3 mstari wa kwanza. There was a man of the Pharisees. Kulikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo. His name was called Nicodemus. Jina lake alikuwa anaitwa Nikodemu. He was a ruler of the Jews. Alikuwa mtawala wa Wayahudi. The same came to Jesus by night. Akaja kwa Yesu usiku. Not another one, the same. Sio mwingine, huyo Nikodemu akaja kwa Yesu usiku, ambaye huyo alikuwa mtawala wa Wayahudi, ambaye yule alikuwa mkuu wa Mafarisayo. And he said unto him, na akamwambia, Rabbi, mwalimu, we know that
teacher. Tunajua wewe ni mwalimu ametoka kwa Mungu. For no one can do these things except God be with him. Maana hakuna anaweza fanya mambo haya kama Mungu hayuko na yeye. And Jesus answered and said unto him. Yesu akajibu akamwambia. He said unto him. Akamwambia. Verily, verily, I say unto you. Kweli kweli nasema. Except a man is born again. Mtu asipozaliwa tena. He cannot see the kingdom of God. Hawezi ona ufalme wa Mungu. And Nicodemus said unto him. Nikodemo akamwambia. How can a man be born when he is old? Mtu anawezaje kuzaliwa tena akiwa mzima? Can he enter second into his mother? Anawezaje kuingia mara ya pili kwa tumbo la mama yake? Jesus said unto him. Yesu akamwambia. Verily, verily, I tell you. Hakika hakika nakwambia. Except a man is born of the water and the Spirit. Asipozaliwa kwa maji na Roho. He cannot enter into the kingdom of God. Kuingia ufalme wa Mungu. Hallelujah. Amen. The first one. Neno la kwanza. It is seeing the kingdom. Ni kuona ufalme. The second one. Jambo la pili. It is entering the kingdom. Ni kuingia kwenye ufalme. I have come to speak about the kingdom of God. Nimekuja kuongea kuhusu ufalme wa Mungu. I have come to speak about the government of God. Nimekuja kuongea kuhusu utawala wa Mungu. I know you know the government of Zakayo. Ninajua serikali ya Zakayo for the last 2 years. miaka miwili. You know that one. Hiyo mnajua. But I want to tell you. Lakini nimekuja kuambia. There is another government. Kuna serikali nyingine. There is another kingdom. Kuna ufalme mwingine. And the first one. Na ule wa kwanza. The first government. Serikali ya kwanza. For you to become a member of that government. Ili uingie uwe member wa hiyo serikali. You must be born by your mother and your father. Lazima uzaliwe na mama yako na baba yako. I want you to follow clearly. Nataka ufuate vizuri sana. The first government. Serikali ya kwanza. Which is the government of Kenya. Ambayo ni serikali ya Kenya. For you to become a member of this country. Ili wewe ukuwe mwenyeji wa Kenya, mwananchi. You must be born in Kenya. Lazima uzaliwe Kenya. You must be born in this country. Lazima uzaliwe kwa taifa hili. When you have been born in Kenya. Wakati umezaliwa Kenya. You are already a Kenyan. Wewe ni Mkenya. Hallelujah. But Jesus. Lakini Yesu. Begin to explain to this ruler. Akaanza kumwelezea huyu mtawala. This mzee came to him at night. Huyu mzee aliyemjilia usiku. He was a known Pharisee. Alikuwa mfarisayo anayejulikana. And maybe he didn't want the people to see him during the day. Hakutaka watu wamuone mchana. And so, because rich men like moving at night. Kwa sababu watu wa matajiri wanapenda mambo ya usiku. This man went by night. Huyu mtu akaenda usiku. He went to meet Jesus secretly. Akaenda kukutana na Yesu kwa siri. He didn't want anybody to see him. Hawakutaka mtu awaone. Can I tell you something? Wacha nikwambie kitu. Jesus did not stop the man. Yesu hakumzuia yule mtu. Jesus cannot stop you. Yesu hawezi kukuzuia. As long as you want to do business with Jesus. Mradi unataka kuwa na shughuli na Yesu. Jesus cannot tell you it is night, I am sleeping. Yesu hawezi kukwambia ni usiku nimelala. Hallelujah. Jesus cannot tell you. Yesu hawezi kukwambia I am tired and I want to sleep. Choka ninataka kulala. Jesus met this man at night. Yesu alikutana na mtu usiku. There were no soldiers that were guarding Jesus. Hakukuwa na askari wa kulinda Yesu. This man came and knocked where Jesus was. Akapisha mahali Yesu alikuwa. Because he had intelligence of where he was. Maana alikuwa na ufahamu wa mahali alipo. And Jesus said, come in. Yesu akasema njoo. Let me tell you. Acha nikwambie. The man we have brought in this crusade. Yule mtu ambaye tumeleta kwa kusudi. He doesn't want to know whether it is at night or during the day. Hataki kujua ni usiku ama ni mchana. We know from the scriptures. Unajua kutoka kwa maandiko. That Zakayo came during the day. Kwamba Zakayo alikuja mchana. Tax collectors always collect tax during the day. Ushuru waliokota ushuru mchana. They always collect tax during the day. Wanaokota ushuru mchana. But this man came at night. Lakini mtu alikuja usiku. As he came at night. Na alipokuja usiku. The same way Jesus accepted Zacchaeus during the day. Yesu alimpokea Zakayo usiku. During the day. Mchana. The same way he accepted Nicodemus at night. Vile alivyompokea Zakayo mchana ndivyo alimpokea Nikodemo
usiku. It doesn't matter what time. Haijalishi ni muda gani. I want to tell you. Nataka It niwaambie, doesn't matter whether it is at the night of your day. haijalishi ni mchana ama ni usiku. It doesn't matter whether you are 90 years old. Haijalishi ni miaka It 90. doesn't matter whether you are 50 years old. Haijalishi una miaka It 50. doesn't matter whether you are 20 years old. Haijalishi una miaka 20. Jesus doesn't want to know the age that you are. Yesu hataki kujua umri You wako. can come during the day. Unaweza kuja mchana, You can come during the night. unaweza kuja usiku. It does not consider what time you have come. Haijalishi ni muda gani. So this man came to come, just to come during the night. Akaja kwa Yesu usiku. And he asked him, the rabbi, Akamwambia, mwalimu, there is information we have got from the public tuna habari ambayo tumepata. that there are things you have been performing in people's lives. Maana kuna mambo umekuwa ukifanyia watu There maisha are yao. things we have heard. Kuna vitu We tumesikia. got information that you went into a wedding Tumepata habari ulienda kwa harusi and there was no wine. na hapakuwa na divai And you changed water to wine. na ukabadilisha maji We ikawa have divai. some information Habari tuko nayo. that there are things you can do unnaturally. Kuna mambo unaweza fanya yasiyo ya There kawaida. is power that you carry. Kuna nguvu ambazo There are unabeba. things you can change. Kuna mambo unaweza badilisha. We have information. Tuko na habari. You have met blind Bartimaeus Maana umepanda Patimayo and you have taken away his blindness. na umeondoa ile mambo yake ya upofu. We are sure you are not a medical doctor. Tuna habari kwamba wewe si daktari. You are a son of a carpenter. Wewe ni mwana wa seremala. How comes you can do this thing? Inawezekanaje umefanya mambo haya? We know that nobody can do such things Unajua hakuna mtu anaweza fanya mambo haya except God is with him. isipokuwa Mungu awe na yeye. This man knew there are things that only God can do. Huyu mtu amefanya mambo yale Mungu peke yake anaweza And fanya, so that he can verify whether it is true. ili aweze kuonyesha ni Mungu ni mwenye nguvu, Ndio asianze kuspread stories za jaba. si ndio? He came by night Akaja usiku, and said, I want to see that man. nataka nione huyo mtu. And when he came at night, Wakaja usiku, Jesus opened the door for him. Yesu akafungua mlango kwao. Let me tell you, Wacha niwaambie, the door of Jesus is open from that day. mlango wa Yesu umefunguliwa tangu siku hiyo. It was never locked. Haukufungwa. Even the grave could not stop him. Hata gorila hazingemzuia. The door of Jesus must always remain open. Mlango wa Yesu unabaki wazi hata kaburi hawezi That's kuzuia. why he says, come unto me. Ndio maana anasema njooni kwangu. You cannot go to somebody who has locked himself inside his Hawezi house. kwenda kwa mtu ambaye amejifungia ndani. No. Hapana. That's why he says, come unto me. Anasema njoo kwangu. Because it doesn't matter whether it is during the day Haijalishi ni mchana or it is at night. ama ni usiku, I am going to receive you. nitakupokea. Whether you are young or old, Uwe kijana ama mzee, whether you are sick or you are poor, uwe mgonjwa ama uko na whether you are rich or kind, uwe matajiri ama uwe aina it gani, does not matter. haijalishi. If you want to see Jesus, Ukitaka kumwona Yesu, you can see him. unaweza muona. Hallelujah. Haleluya. Let me tell you, Wacha niwaambie, this man huyu mtu did not have an appointment. hakuhitaji appointment. I love the simplicity of Jesus. Napenda jinsi Yesu alivyo mpole. Jesus never used to have appointments. Yesu hakudai appointment. No. Hapana. No. Hapana. It is only the leaders of today and the people of today who have a lot of ego. Viongozi wa siku ya leo ndio wanatamani appointment. They want to come this day on Thursday. Wanataka wakuja siku fulani. Jesus Yes. did not have a secretary Hakukuwa na muda wa siri to keep his diary. aweze kuweka kwa diary You yake. could meet him anywhere, anytime you want. Kutana naye mahali popote He pale was unavyotaka. accessible to everyone. Alikuwa utampata kwa mtu This is yeyote. the man we have come to present to you.